Hii inaenda kuwa Yanga ya namna gani, hasa ukiangalia kiu ambayo wanayo katika klabu bingwa barani Afrika, japokuwa Engineer Harris alisema kwamba wao matarajio yao wafike robo finali. Ukiangalia kikosi, usajili kwa jinsi walivyosajili, inaenda kuwa Yanga namna gani, na klabu bingwa pengine tarajia makubwa. Ninachokiona ni kwamba wangepata muda wa maandalizi mzuri, nilikuwa naona finali ya Afrika kama wangepata pre-season ya kutosha, lakini changamoto ya pre-season changamoto ya pre-season hiyo ndio kubwa kote, Simba, Yanga, Azam wote, changamoto ni hiyo, hawakupata muda. Yani hiyo unashindwa kutoa lawama 100%. Kwa hiyo wangepata muda wa kutosha, mimi nilikuwa naona finali ya Afrika, lakini kwa sababu muda hawajapata, lolote linaweza likatokea, isi guarantee. Na pia wanaweza kufika finali. Sasa inaweza lolote linaweza likatokea, sababu sometimes kunaweza mkaja mkajipata mapema, timu ikachelewa kuunga, yote inawezekana kwenye mpira. Juma Mgunda anatosha ndani kwa sababu Wekundu wa Msimbazi? Ismail Mgunda. Asante, tegemea unawania nini? Kama unataka tu akusaidie kupata matokeo dhidi ya Coast na Mungu na Dodoma Jiji, atakusaidia. Na kama unamsajili uende kucheza na timu za klabu bingwa, hawezi kukusaidia, kwa sababu zake kule ni level nyingine. Na hiyo ndio ukweli, kila kitu kina level yake. Yaani kama unataka kusaidia kuwafunga Fountain Gate, atawafunga. Mbeya City atawafunga. Lakini unamchukua na mechi na Mamelodi, nani haiwezekani. Sio level. Utakuwa unamuonea. Kuna baadhi ya mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi wameanza kulalamika kwa kile ambacho alikifanya mdhabuni wa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Jeruti. Kuna kipindi alikuwa ameanzisha michango kwa ajili ya kumsajili mchezaji X Factor, na wao wakiamini kwamba pengine Faisal Salum alikuwa anakuja katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, na leo hii wanalilia zile pesa zao. Ukiangalia hili swala mchakato mpaka ilivyofikia, kwa upande wako umelionaje, hasa ukiangalia Wekundu wa Msimbazi kuna namna kama hawakulipushi, hata kupost katika peji yao hawakupost? Unajua vitu vingi ambavyo mimi nakuwa naongeaga mwanzoni bado nitakuja kutokea. Mimi nilizungumza, nilifanya interview na niliwaambia kwamba hii ni biashara ya kuuza jezi. Nilizungumza kwamba hamna kile cha akiwezekani kufanyika, lakini ni biashara ya kuuza jezi. Unapozungumza jezi 100,000 bilioni 5, sio rahisi. Ingekuwa rahisi hizo Simba Yanga hizo wangekuwa na viwanja. Si unaelewa? Yaani sio rahisi hivyo. Kununua jezi 50,000 watu 100,000. Stories. Mimi niambia kwamba hii biashara tu kutaka kuuza jezi. Kwa hiyo mimi sichangai kitu. Ilikuwa haiwezekani. Kwenye mazungumzo na Faisal Salum. Yako wapi mazungumzo? Walikuwa inasemekana. Wataka mazungumzo, wataka mchezaji. Walitaka mchezaji. Sasa mbona unahitaji kwa wapi sasa? Jambo moja tu ilikuwa inasemekana ndio ilikuwa inakwambia. Sasa Azam FC sasa hayo mwanzo amkiajua. Ndio kama nilizungumza, hamna kitu, hizi stories zitokea tu hapa. Lakini pia ulizoea kuspesa alikuja Young Africans. Mimi nilikwambia kwamba ameshakubaliana na Yanga kila kitu, lakini bado Azam wana maamuzi. Nilikwambia hivyo. Na biashara sio leo, sio jana, ya muda mrefu, na Yanga washamalizana nao, lakini bado biashara inaamriwa na timu, sababu yule hayuko huru, ana mkataba. Kwa mwisho wa siku lazima klabu yake iweze kuamua kumwachia au kutokumwachia. Kwa ilikuwa mwisho wa siku mpaka Azam aweze kukubali. Tukija hapo kwenye kosi ambazo hazina macho, kuna baadhi ya mashabiki pia wa kikosi cha Young Africans wanaona kwamba Boka ni mchezaji mzuri, lakini ikija katika nafasi hizo za kupiga kosi zake zinakuwa hazina macho, na kuna wengine wakimuomba kocha Mankoba Nkiti awe anamwanzisha Mohamed Hussein badala ya Boka. Wewe unalipi juu ya hili? Ni watu wawili ambao kila mmoja ana sifa yake. Yaani hao ni watu wawili ambao kila mmoja na kitu chake. Mohamed Hussein ana compose hali ya juu kwenye eneo la mwisho. Na hata mechi ya juzi nikanamwambia mtu kwamba Mungu hawezi kukupa kila kitu. Yaani ukimwangalia Boka ana energy, ana kasi, ana kaba, lakini amenyimwa hayo maarifa unayozungumza. Yaani ule uwezo kufika eneo la mwisho. Mpira kupiga v-pass anapiga cross ya juu. Mpira cross ya juu anapiga v-pass. Cross nyingi anapiga za kiuno, eneo ambalo sio sahihi. Kwa hiyo nafikiri ndio weakness ambayo yuko nayo, lakini ana muhimu wake pia. Muhimu wake ni kwamba ana balance na kufanya upande wake usipitike, uende upande mwingine. Mohamed Hussein akifika kwenye eneo la mwisho utafurahi. Pasi zake nyingi ni pasi kweli. Akipiga pasi ya chini ni pasi kweli. Akipiga pasi ya juu ni pasi kweli, lakini shida yake nini? Ni kasi ya kuweza kubalance. Kwa hiyo mwalimu anategemeana na mechi. Mechi za away umeenda, viwanja sio vizuri,
una mashaka na mechi, utampanga Boka. Umekuja uwanja wa KMC Complex, una mechi dhidi ya Coast Union, unakwenda kudominate, unampanga Mohamed Hussein. Kwa kila mmoja ana umuhimu wake katika kucheza. Umekwenda mechi ya away ya klabu bingwa, unakwenda kulinda, unampanga Boka. Mechi ya nyumbani unataka kupata matokeo, lazima unampanga Mohamed Hussein. Kwa hiyo kila mtu ana mechi dhidi ya Simba. Yategemea ni mechi gani sasa? Imeshataja na kina Coast na Simba. Nini? Nasema na mechi dhidi ya Simba. Sasa kwa kuangalia kwa upande wa mechi ya juzi, ilikuwa ni lazima aanze na Boka kwa sababu timu haijakamata. Kwa hiyo uwezo ukaenda na hapo cha kutaka kushambulia tu. Sio, unaelewa sio? Lakini timu ikijipata ikiwa katika rhythm, maana yake Modisani anakuwa anaanza. Mpaka timu ikijipata, yani muungane kwa kitu. Kuna mechi nyingine kwa sababu mechi kama ya Simba sio timu ndogo sana, mna uwiano unaofanana. Kwa hiyo na uwanja ni mzuri. Kwa lazima uangalie, lakini mechi kama hizi zingine za kawaida hizi ndio hata jana Simba wameweza kuwa pungufu na wakashinda. Wanafikiri mechi kama ndio unakuwa unacheza na Azam au na Yanga upo pungufu, si changamoto. Kwa sababu ya ile level ambayo uko nayo. Kutokana na level. Kuna namna kama kocha Mankoba tunaweza kusema kwamba hana first 11 mpaka sasa kutokana na wachezaji walikuwa nao, tumeona kibadilisha wachezaji. Sasa hiyo first 11 hawezi kupata lini? Nani anapataje? Anaota tu, unaota. Muda wenyewe kwa hawezi kuwa nayo bado hajaipata. Huwezi kuipata. Hata mkopo wewe huwezi kuipata. Kwa siku ngapi hizo mzima trade? Bado. Kwa hiyo nafikiri baada hizo mechi 10 ambazo tumezungumza tena, katika mechi 10 hizo ndio nafikiri hapa atakuwa anapata. Shukrani sana. Karibu.